uponyaji kwa njia nyepesi. Uponyaji kwa njia nyepesi. Na tuliangalia kile kitabu cha Marko sura ya 16. Tukaangalia mambo ambayo Yesu aliyasema kwamba na ishara hizi zitafuatana na hao wanaoamini. Kwa jina langu watatoa, sio kubariki, watatoa pepo. Alafu watakanyaga nyoka, kijo kitu cha kufisha. Na mwisho kabisa nilisema kwamba wataweka mikono yao juu ya wagonjwa na hao wagonjwa watapokea afya. Si useme amen? Haya ni maneno ya Yesu. Marko sura ya 16 na ule mstari tuanze 15 hapo. Akawaambia, enendeni ulimwenguni mote mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiamini atahukumiwa. Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Kwa jina langu, hebu sema kwa jina langu, wala sio kwa mafuta ya kitu fulani, kwa jina la Yesu Kristo watatoa nini? Hebu sema kwa nguvu watatoa. Alafu kwa jina hilo hilo watasema, watafanyaje? Watasema kwa lugha mpya. Alafu kwa jina hilo hilo watashika nyoka, hata wakinywa kitu cha kufisha hakitawadhuru kabisa. Haleluya! Wataweka mikono yao juu ya wagonjwa na hao wagonjwa watapata afya. Yesu asifiwe. Nilisema siku ile kwamba kuna watu wanaumwa wako makanisani. Kuna watu wana shida mbalimbali. Akikwambia shida yake unajiona wewe ni salama. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Siku hizi watu wanapewa dawa fulani hivi za kunenepa, si sawa? Lakini ana shida. Ila anakunywa dawa za kufanya. Anaweza kacheka, lakini ana msiba mbaya sana mwilini mwake. Akifikiri nitakuwa na kunywa dawa hizi mpaka lini? Mimi ndio nimeandikiwa hizi dawa. Kama mpeona namba, kifika kule hiki jina lake kinaitwa namba fulani. Namba 5, mimi sijafikana lakini. Yesu atusaidie sana. Yesu hapa anasema hivi, tutaweka mikono. Hatutanang'ana na vichwa vya watu tutaweka nini? Pole pole tu zimehora. Pole pole tu. Alafu mtu anapata nini? Anapokea afya. Neno hili naliamini kwa sababu limetoka kwenye kinywa cha nani? Cha Yesu. Aliyesema, enendeni ulimwenguni kote mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiamini atahukumiwa. Alafu ishara za mtu anayeamini ndizo hizo hapa zimeelezwa nyingi za kutosha. Wengi sana walipokea uponyaji. Tulimwona yule mwanamke ambaye alikuwa ametoka damu, alipokea muujiza wake kwa njia nyepesi sana. Alafu tukaona mtu mwingine ambaye alikuwa na shida ya macho, Yesu aliponya kwa njia ya gharama nyepesi mno. Kwa hiyo kila kitu unachokiona katika maisha yako ukiamini ni kitu kiepesi sana mbele za Mungu aliye hai. Tuone mtu mwingine aliyeponywa na Yesu kwa njia nyepesi, au uponyaji kwa njia nyepesi. Kitabu cha Yohana, Injili ya Yohana sura ya 11 ule mstari wa 38. Naomba tufike hapo tusome. Basi Yesu hali akiugua tena nafsini mwake akafika kwenye kaburi, nalo lilikuwa ni pango na jiwe limewekwa juu yake. Yesu akasema, liondoeni jiwe. Marta dada yake yule aliyefariki akamwambia, Bwana, ananuka sasa, maana amekuwa maiti siku 4. Yesu akamwambia, mimi sikukuambia kwamba ukiamini utaona utukufu wa Mungu? Basi wakaondoa lile jiwe. Yesu akainua macho yake juu akasema, Baba, nakushukuru
kwa kuwa umenisikia. Umenisikia, nami najua ya kuwa wewe walisikia siku zote. Lakini kwa ajili ya mkutano huu waliohudhuria nalisema haya ili wapate kusadiki ya kwamba ndiwe uliyenituma. Naye kisha kusema hayo akalia kwa sauti kuu, Lazaro, njoo huku nje. Ni njia ngumu sana, hujaelewa bado. Akalia kwa sauti kuu, Lazaro, njoo huku nje. Yesu asifiwe. Njoo huku nje. Akatoka nje yule aliyekufa amefungwa sana miguuni na mikononi, na uso wake amefungiwa leso. Naye Yesu akamwambia, mfungueni mwache aende zake. Yesu apewe sifa. Kanisa la Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Uponyaji kwa njia nyepesi, rahisi sana. Hizi ni habari za Lazaro ambao waimbaji pia wameimba habari hii leo hii kwenye wimbo wao mzuri, kama Yesu alifufua Lazaro. Lazaro alikufa. Alipokufa Yesu akaambiwa kwamba Lazaro amekufa, na alikuwa rafiki wake wa karibu sana, lakini akakaa. Zikapita siku ngapi? Kwa kawaida mtu akishakufa kinachofuata huwa ni mazishi, si sawa? Awe rais, awe askofu, awe mwanakwaya, awe nani, awe mtu maarufu sana, ukifa tu kinachofuata ni mazishi. Wakamsubiri Yesu, wakaona amechelewa kufika, wakafanya program za mazishi. Wayahudi walikuwa na tabia moja, sikiliza nikwambie, kwa maana Yesu alifufuka. Walikuwa na tabia moja, hawaziki kama sisi tunavyozika hapa Tanzania. Sisi mtu akishakufa, jeneza linawekwa katikati ya kaburi, alafu udongo mzito sana unafanyaje? Unarudishwa, si sawa? Kwamba wewe usitoke kabisa, hatutaki kukuona kabisa, wanakanyaga na mtu. Bwana Yesu asaidie. Lakini Wayahudi walikuwa na asili moja, wanaenda kwenye mwamba, wanachonga kaburi, wanatengeneza pango. Mtu akishakufa anapelekwa pale kwenye pango, alafu wanachukua jiwe zuri zito, wanalifunga wapi? Kwenye mlango wa kaburi au kwenye mlango wa lile pango. Ndivyo walivyomzika Lazaro. Akawaambia, hebu cha kwanza ondoeni jiwe. Yesu asifiwe. Ondoeni nini? Jiwe. Wale ambao wanaondoa jiwe wakamwambia, amenuka, kwa sababu ni maiti kwa siku. Huu mwili jamani, huu mwili na majivuno kweli huu mwili. Lakini roho ikishatoka watu wanaanza kuogopa. Una harufu. Jamani, tufanye haraka muzika. Kwa nini wafanye haraka? Harufu inatoka kwenye mwili. Tuko sasa. Ananuka maana amekuwa maiti kwa siku 4. Kwa hiyo ameharibika. Yesu mwenye uwezo na nguvu, mtuliza bahari, akamwambia hivi, nimekuambia hivi, ukiamini. Sema amina kubwa sana. Ukiamini utaona utukufu wa nani? Acha mambo ya harufu hiyo. Uamini tu. Akalitoka mwili. Yesu anakuomba mambo mazito sana hapa. Aliombaje? Kwanza alimshukuru nani? Uwe na tabia kumshukuru Mungu hata kama mambo ni mazito kiasi gani. Kama Mungu Baba anakushukuru kwa sababu umenisikia. Hajaomba alafu amesema amesikia nini? Amesikilizwa. Siseme amina. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wanaomba papa sema Mungu hajanisikia. Wewe omba tu kwamba Mungu si nimeleweka hapa. Omba Mungu, wewe umenisikia. Akasema Mungu nakushukuru kwa sababu umenisikia. Na huo unanisikia siku. Haleluya. Ukiwa na mahusiano yako na Mungu vizuri Bwana, huna mashaka. Umenisikia. Na wewe umenisikia siku. Huwezi kusikizwa na Mungu Jumapili tu. Hata Jumatatu kusikizwa na Mungu. Usiseme nini? Hata Jumanne usikizwa na nani? Na Mungu. Alafu baada ya
kusema maneno hayo anasema kwa sababu ya umati huu uko hapa, naomba udhihirisho wa nguvu yako kwamba wewe umenituma hapa duniani. Baada ya kusema hayo akalia kwa sauti kuu. Kwenye ile tafsiri nilikuwa naiangalia tafsiri ya rahisi, sema akaita kwa sauti kubwa. Amina. Lazaro, toka huku nje. Mtu aliyekufa siku ile alafu anasikia, si sawa? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Akasikia sauti ya Yesu Kristo, akatoka akiwa na nguvu. Japo kwa alikuwa amefungwa, lakini akiwa na nguvu, alafu hana nguvu tena. Usiseme amen. Amesikia sauti ya nani? Ya Yesu Kristo. Uponyaji kwa njia nyepesi. Hebu mshukuru Mungu, mwambie asante Mungu kwa sababu unanisikia. Umenisikia. Na wewe unanisikia siku. Kuna watu wananiambia Mungu unisikia. Unamsikia wengine tu. Mungu ameshakusikia. Wewe mshukuru tu Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Acha kumwomba Mungu. Mungu ni mwenye uwezo wote. Yesu akatugia sauti tu. Lazaro, toka huko nje. Mimi sijui maana mtu aliyekufa huwa anafungwa huko eti. Kwa kuna kama kabisa inamfunga. Sasa tunahisi si walifunguaje ni sisi. Maana maandiko yanasema kwamba akatoka. Hali amefungwa nini? Sana na kitambaa kwenye kichwa chake. Yesu akamwambia kwamba mfungueni, mwacheni aende zake. Siseme amina. Mfungueni, mwacheni aende. Haleluya. Sifunguliwe na wewe. Mahali umefungwa pale. Funguliwe na wewe leo. Kwenye shida zako. Funguliwe na wewe. Funguliwe kwenye kila tatizo unalo kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Haleluya. Fungueni aende zake. Unajua mtu ukishapata uponyaji, ukishapata na afya, Mzee Nehora anasikia vizuri. Mtu mgonjwa hata kama utamwambia nenda twende shambani, hawezi. Tuko sasa. Ndio maana Yesu alitanguliza kwamba utaweka mikono juu ya mgonjwa na utapata shida nyepesi mno. Isipokuwa shida yetu ni moja tu. Hatuamini. Tuna mashaka kweli. Mungu amefanya mambo mangapi hapa kwetu? Sikiseme amini. Bado huamini tu kwamba Mungu yupo. Bado huamini kwamba Mungu anakuponya, anaweza kukuponya huo ukimwi ulionao. Bado huamini tu kwamba Mungu anaweza kukusaidia. Hebu weka imani yako kwa Bwana. Ili uone utukufu wa Mungu, weka kiwango cha imani kikubwa sana. Luka sura ya 7, tuangalie hapo. Luka sura ya 7. Ponyaji kwa njia rahisi sehemu ya pili. Luka sura ya 7. Nasikia vizuri sana kusema haya maneno. Kunaomba fungua moyo wako tu vizuri, Mungu atakusaidia na atakubariki. Luka 7:11-17. Luka 11 ule mstari wa mstari ngapi? 7:11. Imeandikwa hiyo Luka 7:11. Tuangalie hapa. Yesu alipokua Lazaro kwa njia nyepesi, kuna mtu mwingine hapa aliponya pia na kurudishia uzima wake kwa njia nyepesi sana. 11 nasema hivi, baadaye kidogo alikwenda mpaka mji uitwao Naini, na wanafunzi wake walifuatana naye pamoja naye mkutano mkubwa. Yesu alikuwa anatembea na watu wengi sana. Na alipokaribia lango la mji, hapo palikuwa na maiti amechukuliwa nje, ni mwana pekee wa mamaye ambaye ni mjane, na watu wa mjini wengi walikuwa pamoja naye. Bwana alipomwona alimwonea huruma, akamwambia usilie. Sasa Yesu, nisilie na nimefiwa, nisilie nitafanyaje? Usilie. Akakaribia, akaligusa jeneza. Wale waliokuwa wamemchukua wakasimama. Akasema kijana, yani hapa hata kuomba. Akasema kijana inuka. Akamwambia kijana inuka. Yule maiti akainuka, akaketi, sio maiti tena, ni kijana. Tuko sawa sawa?
akaanza kusema, akampa mama yake. Hofu ikawashika wote, wakaulizana, wakamtukuza Mungu wakisema, nabii mkuu ametokea kwetu, na Mungu amewaangalia watu wake. Habari hii yake ikaenea katika Uyahudi wote na katika nchi zote za kando kando. Bwana Yesu atusaidie. Uponyaji kwa njia nyepesi. Yesu alifanya mambo sio kwa njia ngumu sana, kwa njia nyepesi sana. Hapa Yesu alikuwa na mkutano. Sikiliza nikwambie, Yesu alikuwa na tabia kutembea na watu wengi. Kwa sababu gani? Alikuwa ni mtu wa watu. Siseme amen. Wenye dhambi wako pale, si watu gani wako pale, Mafarisayo, wanafunzi wake, watu walioona miujiza wanafuatana na yeye. Wanakutana na mkutano mwingine unaenda makaburini. Sikiliza hapa. Wao wanaingia mjini, mkutano wa Yesu Kristo. Wakakutana mkutano mwingine wa watu wanaenda wapi? Makaburini. Alafu wamebeba jeneza. Ndani ya jeneza hilo kuna mtoto pekee, mtoto mdogo amefariki. Alafu mtoto pekee wa mama mjane. Mama yule mjane akiangalia watu wanavyoandamana kwenda makaburini hivi, akalia machozi. Najua mnafahamu ukishafiwa hautaki hata kufariji. Usielewa hivi. Bwana Yesu atusaidie sana. Yesu atusaidie. Mama watu analia machozi. Mnampeleka kule mwanangu kwenda kumzika. Yesu alipomwangalia mwanamke huyu akamhurumia. Alafu hapa akuomba, alienda tu kugusa. Sisi tumesema tuweka mikono yetu juu ya ugonjwa, na ugonjwa unafanyaje? Alienda kugusa jeneza. Wewe tulia hapa. Waliobeba jeneza wakaishi. Aliyegusa jeneza ni mtu mwenye mamlaka. Simameni kwanza. Wakasimama. Aliamrisha tu, kijana inuka. Jamani, Yesu apewe sifa. Ilishirikana. Wewe kijana, hajui jina lake. Kijana, nifanyaje? Inuka. Ilisema kwamba akainuka, alafu akaanza kuzungumza. Au akaanza kuongea. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akamchukua yule kijana, akamkabidhi kwa mama. Faraja iliyoje. Bwana Yesu asifiwe. Hakuomba sana, hakujiteza sana. Sema Mungu akajenge na ardhi, afanye hivi, afanye hivi, afanye hivi. Kijana inuka. Njia nyepesi tu. Kijana kainuka, kabidhiwa kwa mama yake. Faraja ya mama ikawa kubwa. Habari zake zikaenea. Useme amina. Bwana Yesu apewe sifa. Haya mambo yanayofanyika hapa, sikiliza, haya mambo yanayofanyika hapa, habari zake zitafika mbali. Useme amina. Hujanielewa. Haya mambo yanayofanyika mahali hapa, habari zake zitafika wapi? Mbali mno. Nashangaa Waganda nao wanakuja hapa. Useme amina. Haleluya. Wakenya nao wanafanyaje? Wanakuja hapa. Wa Msumbiji nao wanafanyaje? Wanakuja hapa. Kwa nini? Mambo yanafanyika kwa jina. Na mimi sitaki nitumie mambo mengine wanayotumia wengine hapa. Jina la Yesu ndio linajitosheleza. Halitaki kampani fulani hivi. Sio uniwekee maji, uniwekee mafuta. Yesu apewe sifa. Kwa jina la Yesu Kristo, afya yako ileje na ina njia. Inuka kijana. Kijana akainuka. Alafu kaanza kuzungumza. Unajua kama nilikuwa nimekufa? Ulikuwa umekufa wewe? Shukuru Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Akakabidhiwa kwa mama yake. Mama akacheka na akafurahi. Habari za Yesu zikienea. Tuangalie mtu mwingine aliyeponya kwa njia rahisi. Huyu ni mitume pia. Wa miongoni mwa mitume waliponya mtu kwa njia rahisi sana. Kwa njia nyepesi kabisa. Matendo ya Mitume sura 20 mstari wa 7. Matendo 20 sura ya 7. Hawakuwa na shida sana. Sisemi haya tuache kuomba, tutakiwa tuombe sana. Yaani ukifika kuomba, omba kabisa. Kama siku hiyo utaenda wapi? Mbinguni. Amina.
Lakini ukiingia shambani lima kama utaishi hapa milele duniani. Ni mambo yako yasiyo ya kabisa. Matendo 20 ule mstari wa 7 atasoma. Kama tunafika kusoma nione hapa Bwana ananiponya kwa njia nyepesi tu. Hata siku ya kwanza ya juma tulipokuwa tumekutana ili kumega mkate, Paulo akahutubu akaazimu usafiri siku ya pili yake, naye akafululiza maneno yake hata usiku wa manane. Palikuwa na taa nyingi katika ghorofa ile tulipokuwa tumekusanyika. Kijana mmoja jina lake Eutiko, huyo ametaja jina, alikuwa ameketi dirishani, akalemewa na usingizi sana. Hata Paulo alipoendelea sana kuhubiri akazidiwa na usingizi, maana ulikuwa ni usiku. Usingizi wake akaanguka toka ghorofa ya 3, akainuliwa, amekwisha malizia, amekwisha kufa kabisa. Kutoka ghorofa ya 3 mpaka chini sio maili, ni mwendo mrefu. Paulo akashuka, akamwangukia, akamkumbatia, akasema, msifanye masia, maana uzima wake ungalimo ndani yake. Njia nyepesi kumkumbatia, akamkumbatia, akamwombea pale, baada ya kumwombea akapanda juu tena, akamega mkate, akala, akazidi kuongea nao hata alfajiri. Huyu mtu alikuwa na kipaji cha tofauti sana. Ndipo akaenda zake, wakamleta yule kijana yu mzima, wakafarijika faraja kubwa sana. Wakafarijika faraja kubwa sana. Narudia kusema, wakafarijika faraja kubwa. Haleluya! Bwana Yesu asaidie. Huyu kijana wakati mhubiri Paulo anahubiri, yeye alikuwa ameegesha kwenye ukuta, kwenye dirisha pale. Mambo ya vijana sema yafahamu. Sema yafahamu vijana. Wewe una vituko fulani tu. Hata kwenye mahubiri, hata kwenye ibada unakuta wao wanafanya design fulani hivi kama maigizo hivi. Amekaa dirishani, anaangalia nini dirishani? Wakati watu wanatakiwa wakae ndani ya kanisa, ndani ya jengo, yeye amekaa dirishani, anaangalia mambo ya huko. Baadaye usingizi ukamlemea. Jamani, Bwana Yesu atusaidie. Ulipomlemea mhubiri huyu, naye alikuwa amejaa upako usio wa kawaida. Unajua, kati ya watu waliokuwa na uwezo wa kuongea ni huyu. Anaongea kuanzia jioni, akiasimu kesho hapa ataondoka, naenda sehemu nyingine, atakiwa nikahubiri tena. Anaendelea kuhubiri tu, watu wasikia raha. Haleluya! Hivi hapa nikiendelea mpaka masaa mawili hapa, nipigeni kaza kuniambia, chungaji, muda umeisha, tuanza kurejesha saa. Lakini masaa mengi mpaka alfajiri, wakati akiendelea kuhubiri, yule kijana usingizi ukamlemea. Hapakuwa na namna yoyote ile. Angekuwa chini, maana yake angelala chini. Akaanguka kutoka ghorofa ya ngapi? Ya 3 mpaka chini. Biblia inathibitisha kwamba akafa kabisa. Tuko sawa? Watu wakatangaza, huyu mhubiri ndiye ni shida. Amehubiri mpaka mtu ameshakufa huku. Akatoka kutoka kule, akaacha ile hotuba na kubeba mikate, akaenda akamkumbatia yule mtoto. Akamwambia, msifanye masia, uzima wake bado ungalimo ndani yake. Yesu asifiwe. Ni njia kubwa sana eti. Njia nyepesi tu, akamkumbatia. Kama ulikuwa uzima umepungua kidogo, akaongezea na wakati wa kwake. Si useme amini? Haleluya! Uzima wake ukarejea tena. Yeye akaendelea na hotuba huko. Hana wasiwasi, hana majonzi. Kuna mtumishi mmoja, sio nimseme nimwache tu nikupetoa mfano huo. Alikuwa ana semina kubwa ya kimataifa. Alafu akasikia siku ya pili, nafikiri siku ya pili, atakuwa kuhubiri siku 5. Akasikia taarifa kwamba, akapewa taarifa kwamba mtoto wako wa kiume amefariki. Alafu alimwacha mzigo. Tuko sasa, akapata taarifa kwamba
watu hapa wanamtegemea mpaka siku ya 5 amaliza nini? Aliwaambia hivi, mpelekeni mwitu hai. Alafu hapa hakusema neno hata hiyo. Anaendelea tu na mahudumu. Anaendelea tu na sala. Watu hawamjua neno hata hiyo. Kama ndio ungestahili. Umefiwa na mtoto alafu si utasema, "Wewe mtoto wangu." Unaanza kuongea mambo ya mtoto wakati unafanya nini? Akakaa kimya. Akatulia. Akamuuliza Mungu, "Ninafanya kazi yako. Kwa nini nimefariki?" Akaambia hivi. Akaambia na Mungu hivi, sina roho mtakatifu kumwambia Mungu atabaki kuwa Mungu. Tuko sasa hata kama hajajibu kama unavyotaka. Imani koma sana katika mambo ya imani. Siku ya mwisho kwa jamani, imefiwa na siku kadhaa kwa mtoto wangu amefariki, watu walishangaa. Yesu atusaidie sana. Akasema huyu ni mtu wa tofauti sana. Kwa nini? Anategemea afike kwenye lengo. Kwa hiyo Petro nani? Paulo naye alikuwa anahubiri kwa mfululizo mpaka jamaa kadondoka chini. Yesu asifiwe sana. Alipoondoka chini, akamshika, akamkumbatia, akamrejesha tena. Ikawa furaha kubwa kabisa. Yesu apewe sifa, wapendwa wangu. Bwana Yesu asifiwe. Uponyaji kwa njia usitumie nguvu nyingi sana. Tafuta tu njia ya mawasiliano na Mungu. Nisema Jumapili iliyopita kwamba mhubiri wetu au kijana wetu Alberto alipambana na wachawi. Lakini Mungu akamwambia utawashinda kwa njia nyepesi tu. Wewe acha kung'ang'ana nao. Omba Mungu, alafu abudu Mungu. Alipoabudu Mungu vizuri, Mungu mwenyewe alishughulika na wale wachawi. Yesu asifiwe sana. Baadaye kijana yule alipanda viwango vikubwa sana. Kila kitu kinachokuja katika maisha yako, sikiliza nikwambie nimalizia. Kinawezekana ni mpango wa Mungu. Ili Mungu akuvushe kwenye eneo fulani, atoke kwenye eneo la juu. Unaonaje aliogopa wale wachawi? Akaenda kupiga ramli kwa wachawi wengine. Angeshinda. Aliacha nyumba yake hivi. Kwa Mungu anapokuletea jaribu, ana mpango kukukomaza katika lile nini? Jaribu. Bwana Yesu asifiwe sana. Alberto alishinda kwa njia nyepesi. Aliabudu tu, wala kugombana nao. Hakusema, "Yeye wachawi." Siku moja nisikia mzee mmoja hapa. Amefanywa fujo hapa kwenye biashara yake. Nisiseme inawezekana ndugu yako karibu. Asubuhi ameamka akasema, "Ninyi wachawi nini? Ninyi wezi wa duka langu. Mtanikoma." Akatoa na matusi ya kikoma. Tuko sawa sawa? Akakema na mengi sana. Kwa nini? Anagombana na nani? Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Kila kitu ambacho kimekufa kwako kiwe hai leo. Haleluya! Lakini yaandamane sasa na yale matendo mema unayofanya. Usichoke kutenda mema. Kama Dorcas akafuliwa, akakabidhiwa kwa wateule. Habari za furaha zikaendelea. Useme amen. Sitaki nihubiri injili ya kukuumiza sana. Nataka nihubiri injili ya kukufanya ufurahi. Yesu anataka watu wafurahi. Haleluya! Kakabidhiwa